Habari za muda huu. Leo nataka nielekeze hizi tube zinazotumika na vipimo vyake. Kwa mfano kuna tube ya kijani ina mfuniko wa kijani, unatumia kupima kitu kinaitwa electrolyte, serum LDL, kuna enzymes fulani inaitwa LDL, lactate dehydrogenase, toxicology, serum phosphorus, kupima phosphorus. Kwa hiyo hii inaitwa serum, manake wakishaweka kwenye mashine ya nani ya centrifuge, ikishajitenga inayopatikana ndio ni serum. Kwa hiyo inakuwa inapima serum phosphorus, madini ya phosphorus, serum magnesium, madini magnesium, CRP, hii ni C-reactive protein. Hiki kipimo kinachokuwa kinaashiria masuala ya uvimbe. Direct, indirect bilirubin ambao ni direct na bilirubin nyingine ambao ni direct. Kuna nyingine inayeyuka, kuna nyingine haiyeyuki. Hii direct maana yake ni nani? Ni soluble. Direct sio nani, ni nani soluble, haiyeyuki. HbA sag maana yake homa ya ini, vipimo vya homa ya ini. Hii hapa japo haionekani vizuri, lakini pia kuna uric acid. Uric acid pia nayo inapimwa na hii amylase, ulipase, enzymes inaitwa amylase, vimeng'enya ambayo kiko mdomoni, na kingine kipo kwenye utumbo mdogo, jana utumbo mdogo. RI factor, rheumatoid arthritis factor, CRK, CPK, hizi ni maka. Indirect Coombs test, inaitwa indirect Coombs test au indirect antiglobulin test. Blood glucose, glucose osmotic fragility test, yana osmotic fragility test. Okay. Ili tube ambayo ni papo, wengine ta lavender top color. Hii wengi tunajua inatumia kupima CBC, cell blood count au full blood picture, blood smear kuandaa blood smear kwa ajili ya kuangalia malaria, kuangalia seli kwenye darubini. ESR pia, ESR masuala yanayohusiana na masuala ya uvimbe na homa. Retic count kuangalia kama kuna kitu kinachoitwa reticulocyte count kwa watu wale ambao wanakuwa watu ambao wanakuwa wanapoteza sana damu, wana bleeding sana. Kuangalia je, bone marrow yake, mifupa yake inatengeneza damu kwa kiasi gani, kwa kasi gani. Je, kuna kasi iliyoongezeka ambayo imetokana na kupungua kwa damu. Kwa hiyo mifupa inakuwa imeongeza kasi ya kuzalisha, ndio maana hizi retic cells zinakuwa zinaonekana. Hizi retic cells kwa maana ni zile seli ambazo zinakuwa bado hazijakuwa, zinakuwa bado zina vini, zina nuclear, hazijakuwa. Kwa hiyo kuonekana kwa hizi zitaonekana huyu mtu ana kitu kinachoitwa normocytic normochronic anemia. Malaria parasite, malaria, HbA1c, glycosylated hemoglobin, sukari ambayo inakuwa imegandamana au imeshikana na hemoglobin, kwa maana hii inapima ile glucose monitoring, sukari yako jinsi unavyoimonitor wiki 3 mpaka miezi 3 iliyopita, kwa maana mwezi mmoja na siku 30, kwa maana ndio kama siku 90. RBC zinaishi miaka zinaishi siku 120, hizi seli nyekundu, kwa maana inaangalia kwa wakati huo, kwa kutoka zilizozalishwa mpaka zinavyokaribia kufa. Ndio kwa maana hiyo inapima miezi 3 ya nyuma. Inatumia kumonitor blood sugar yako, inatakiwa iwe 0.4 mpaka 0.6 ikizidi zaidi hapo hiyo ni shida. Direct Coombs test, hapo tunaangalia je, ndani ya mwili
kuna viashiria vyovyote ambavyo vinakuwa vinafanya damu ipotee, seli za damu zipasuke. Kwa mfano kama kuna watu wana magonjwa yanaitwa autoimmune hemolytic disease, autoimmune hemolytic anemia, autoimmune hemolytic disease, autoimmune hemolytic of the newborn. Mtoto nao, kuna watoto wanaozaliwa wanakuwa na jaundice, wanakuwa na shida hii, wanakuwa na mvunjiko wa RBC ndani kwa ndani. Kuna kinga ambayo inaitwa immunoglobulin IgG, inaenda ku attack, kushambulia zile seli nyekundu ambazo ni zipo vizuri kabisa, kwa hiyo inasababisha zinapasuka. Zikipasuka, kwa maana itakuwa damu inakuwa inapungua. Kwa hii itatusaidia kuangalia tukikuta kuna agglutination au chenga zimeonekana, maana yake huo mchakato upo ndani ya mwili. G6PD deficiency, hii ni glucose 6 phosphate dehydrogenase. Hii ni enzyme ambayo ikipungua maana yake kunakuwa kuna shida. Ukipungua maana yake kunakuwa kuna shida, kwa maana kunakuwa kuna mvunjiko sana wa seli nyekundu za damu. HB electrophoresis, hapo tunaangalia masuala ya sickle cell. HB electrophoresis, masuala ya sickle cell. Red cell folate level, tunaangalia je, madini ya folic yapoje, kama ameshuka au yamepungua kwenye damu. Monospot test, pia kuna blood grouping, hii tunaangalia kundi la damu. Cross match, tunaangalia je, damu yako tunaweza tukampatia mtu mwingine, je hakuna viambata vyovyote vile vya uchafu au protein ili kusababisha vilete shida damu yako tukimpa mtu mwingine. Citrate tube, blue tube, hii bwana citrate tube ile muda mwingine tunaita light tube top. Prothrombin time international normalized ratio, ENR, kwa hiyo ndio kupima prothrombin time international normalized ratio, masuala ya kugandisha damu. Kuna factor ambazo ukikosa hapo, hiyo maana yake hii prothrombin time inakuwa ipo juu. Prothrombin time inakuwa ipo juu, ni zaidi ya 2 mpaka 7, 2 mpaka 7 kwenye, nadhani 2 mpaka 7 kwenye masuala ya bleeding, lakini hii kuna 15 mpaka 5 mpaka 10 kama sikosei. Hii APTT, activated partial prothrombin time, thromboplastin time, hii nadhani kama kwenye 15 mpaka 30, lakini inategemeana. Kuna kwenye hii PT kuna watu wanaotumia warfarin anticoagulant, lakini pia kwenye hii PT wanatumia heparin, kwa kuna muda inasogeza mbele, yani inapeleka mbele kama unatumia hivi vitu. Kuna watu wanakuwa wanashindwa kugandisha damu ikianza kuvuja inaendelea kuvuja, kwa hiyo wanawekewa vitu, kwa mfano unaweza kuwekewa heparin au kuwekewa hii warfarin. D-dimer kwa wale ambao wanakuwa na masuala ya embolism, thrombus, formation of thrombus, damu inaganda kwenye mishipa nini, D-dimer tumia kupima. FDPS pia natumia kupima FDPS. Blue gel tube, yellow top. Cardiac markers kina CMB, CK. Hizi ni markers ambazo zinatumika kupima na hii tubes. Kuna zile markers za brain, CKBB, hizi markers za brain tumor, japo nimesahau kidogo, lakini ndio hizo. Kuna CKMB, CKBB kama sijakosea. Ferritin tumor markers, kuna zile markers za kwa ajili ya uvimbe. Serum cortisol, antibody, alpha fetoprotein, markers zenyewe ni hizi hapa. Kuna CA 125, PSA, prostate, issue za prostate, tezi dume, PSA, CA 19, HCV, PCR, pia masuala ya PCR, vitamin D, serum osmolality, and TFTSAs. Okay.